Katika maisha ambayo tunaishi kila siku, kuna mambo ambayo mwanadamu unapaswa kuyajua kwa ajili ya faida yako ya leo na kesho yako. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema, tadawau ibadallah au tadawau ya ibadallah, peaneni tiba enyi waja wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Fa inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, lam yadau daan, hakuweka ugonjwa wa aina yoyote, illa wadaa lahu dawa, isipokuwa ugonjwa huo ameuwekea na dawa yake, ameuwekea tiba yake. Mtazamaji mpendwa, mpenzi wa chaneli hii pendwa ya Bin Khamisi Online TV, kwa mujibu wa maneno hayo ya mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yanatufundisha kwamba hakuna ugonjwa wowote duniani uliowekwa na Mwenyezi Mungu, aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, ukakosa dawa. Kila ugonjwa una dawa yake kwa mujibu wa maneno ya Profesa Doktori Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo basi, kama unaamini kwamba mtume ni mkweli, yani Nabii Muhammad ni mkweli, basi unapaswa kuyaamini maneno haya na kuthibitisha kwamba mtume mtukufu ni mkweli ni pale aliposema Mwenyezi Mungu mtukufu ndani ya Qur'ani, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabii Muhammad hatamki kwa mapenzi ya nafsi yake, isipokuwa anachokitamka Nabii Muhammad ni wahai, ni taarifa kutoka kwa Mola mtukufu. Ukiwa wewe unaumwa, umeugua kwa muda mrefu, umetibiwa sana, hujapona, usikate tamaa ukasema ugonjwa huu hauna dawa. Si kweli. Unapaswa kusema sijakutana na dawa ambayo ni muafaka na maradhi niliyokuwa nayo. Nikueleze kwamba tusiishi kwa kukariri, tusiishi kwa kukaririshwa. Kuna kuishi kwa kukariri na kuna kuishi kwa kukaririshwa. Leo jamii imekaririshwa katika fikra zao, katika bongo zao, kwamba kuna baadhi ya magonjwa hayana dawa. Si kweli. Hakuna ugonjwa usiokuwa na dawa, kwa mujibu wa maneno ya Profesa Doktori Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye hatamki kwa utashi wa mapenzi yake, bali hutamka kwa wahai, taarifa maalum kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna ugonjwa hapa duniani umeingia, una miaka mingi sana kwa sasa, watu wamekaririshwa kwamba ugonjwa huo hauna tiba. Cha maajabu, cha kushangaza, wale waliotangaza kwamba ugonjwa huo hauna tiba, lakini wamegundua tiba ya kufanya sababu ya ugonjwa huo eti izorote. Mathalan, unaambiwa hakuna dawa ya kutibu HIV. Hakuna hiyo dawa. Watu wamekaririshwa hivyo kwamba HIV haina dawa. Is okay. Kama HIV haina dawa, nakubali hawa waliogundua dawa za kuwalevya virusi hao ili wasiweze kusurvive na kushambulia afya ya mwanadamu ni wakina nani? Na kama juhudi za mwanadamu wa kawaida zimegundua kuna dawa ya kuwalevya virusi wa HIV, wakalala wakatulia, ikawa sababu ya mwanadamu kusurvive na kufanya mambo yake, vipi ikosekane dawa kutoka kwa Profesa Doktori Mtume Muhammadi? Hapo ndipo napopaswa kujiuliza.
kwamba HIV tumekaririshwa haina dawa. Sawa, kwa nini ipatikane dawa ya kuwalevya virusi? Wakilala mwanadamu unapata kusurvive, unafanya mambo yako. Hizi ni juhudi zilizofanywa na mwanadamu wa kawaida. Je, inakosekanaje dawa inayoweza kutibu ugonjwa huo? Tafakari. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna ugonjwa usiokuwa na tiba. Kama umehangaika sana hujapona, sema sijakutana na tiba ambayo ni mwafaka na ugonjwa wangu. Binafsi katika siku ya leo, siku ya Aljumaa tukufu leo ya tarehe 28 ya mwezi wa 8 2026, niichukue fursa hii kuwaalika wale wote ambao wanateseka na maradhi ya aina mbalimbali, changamoto za kazi, matatizo sugu ya uzazi, lakini pia wapo watu ambao wanateseka sana juu ya masuala mazima ya mahusiano. Bwana, watu wa sampuli hiyo pia vile vile tunawaalika katika kituo chetu cha Bin Khamisi ya Online TV tuweze kuwasiliana nao kwa nambari ambayo ipo chini ya video hii. Na hata wewe ambaye umekata tamaa, umekaririshwa kwamba HIV haina dawa, mimi kama mwanadamu mwenzio, kupitia mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nitakuelekeza dawa. Kama sio kukupa, nitakuelekeza dawa inayoweza kutibu ugonjwa huo wa HIV ndani ya siku 7 tu. Ndani ya siku 7 umepona moja kwa moja, upo nomo, vipimo vitasoma negative. Isipokuwa kwa ugonjwa huo wa HIV kuna utaratibu na kuna masharti ambayo nitakupa. Lakini moja miongoni mwa masharti haya ambayo nitakupa ni kuhakikisha kwamba kile kipimo ulichokitumia kugundua kwamba umeathirika, basi baada ya kuitumia dawa ambayo nitakupatia pia ukathibitishe, ukapime kupitia kipimo kile kile ambacho kimegundua kwamba wewe umeathirika, una HIV. Nikikupa dawa yangu ukiitumia siku 7, siku ya 8, nenda ukacheki afya yako kwa kutumia aina ya kipimo kile kile. Nadhani kwa tangazo hili utakuwa umenielewa vizuri. Ukiwa na mengi ya kuniuliza, kunishauri au unahitaji ushauri kutoka kwangu, tuwasiliane kwa nambari yangu ya WhatsApp ambayo ipo chini ya video hii. Wallahu waliyyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.